Kwenye eneo la mapato sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, wataalamu wako hapa watasema, lakini briefly ni kwamba tumeendelea kufanya vizuri sana kwenye eneo hilo, na tumefanya vizuri kwa sababu ya njia na mipango ambayo tumekuwa tukiitumia katika ukusanyaji wa mapato. La kwanza ni coordination iliyopo kati ya watumishi wa eneo hilo la ukusanyaji wa mapato kwa maana ya fedha. Lakini la pili, ukiacha coordination, ni mikakati ambayo tunaitumia katika ukusanyaji wa mapato. Eneo letu kama alivyosema afisa utumishi ni kubwa, ambalo huwezi kutegemea kwamba mtu kutoka makao makuu hapa aende Zingiziwa asubuhi na arudi jioni aseme kwamba nimekwenda kufanya kazi ya kukusanya mapato. Sasa kwa kuona hayo, sisi jiji la Dar es Salaam tuliamua tuje na mfumo ambao kimsingi utatusaidia kufika kila kipande cha halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Ukiacha kata ambazo amezisema afisa utumishi, tulianzisha kanda, na ni mfumo ambao kwa sasa kwenye councils nyingi naona wana adopt. Sasa utaona kanda zetu zote 7 mwisho wa siku zinafanya vizuri, na niseme mkurugenzi, RA, afisa biashara yuko hapa, mtu fedha wako hapa, ni kwamba sisi kwa wiki tunakusanya si chini ya bilioni 2.5 kila wiki. Kwenye peak tunakusanya bilioni 5. Kwenye peak tunakusanya kwa wiki bilioni 5, lakini hiyo coordination, usimamizi wa karibu, lakini ugatuzi wa madaraka kwa maana ya kudecentralize baadhi ya mambo ambayo yanaweza kutusaidia tufanye vizuri. Hilo la kwanza kwa ujumla wake. Lakini la pili, mkumbuke ukusanyaji wa mapato hauwezi kuwa tangible kama hakuna mipango ya pamoja ya management na council kwa maana ya madiwani. Kanda hizi ambazo nimezitaja, kila kanda ina budget yake, na ili uwe mkuu wa kanda tunakupima kwa performance, watasema hapa wataalamu. Yaani ili uwe mkuu wa kanda, kusimamia kanda, kwa mfano kanda namba 2 ambayo ni Kariakoo, kwa mwaka wa fedha uliopita kanda namba 2 ilikusanya bilioni 54, 54 billion kanda moja. Lakini kule kwenye kanda, kama nilivyosema kule mwanzo awali, kwamba tuliamua sasa, kwa sababu nature ya eneo letu wengi ni wafanyabiashara ambao ni lazima watoke sehemu moja kwenda nyingine, ni lazima wawe kwenye maeneo yao wafanye biashara. Tulipeleka maafisa biashara kwenye kila kanda. Lazima kuwe na afisa biashara kila kanda, ili kufacilitate ufanyaji wa biashara na kurahisisha utoaji wa leseni. Lakini Mheshimiwa Mkurugenzi, unafahamu kwa sasa ili leseni itoke, zipo idara ambazo zinahusika na utoaji wa leseni, approvals. Kuna mtu wa afya, kuna mtu wa ardhi, kuna afisa biashara mwenyewe, kuna mtu wa ujenzi. Hawa watu 4 wako kule kwenye kanda, wana facilitate ku fast track. Faida yake ni nini? Moja, tunahudumia wananchi kwa haraka wanapokuja kupata huduma za kuomba leseni au kuja kupata ufafanuzi unaohusu masuala ya biashara na kodi mbalimbali
za halmashauri. Lakini la pili, inaturahisishia sisi kurealize au kuona mapato yanaingia kwa haraka. Kwa hiyo utaona ni namna gani ambavyo decentralize, lakini kwa usimamizi wa karibu, na kila kinachofanyika kwenye kanda, kila dakika RA anafahamu, mtunza hazina anafahamu, mkurugenzi anafahamu, afisa utumishi anafahamu, na wote wanaohusika wanafahamu. Maana yake ni nini? Tumeweka mifumo kwenye kanda ambayo inaongea. Baada ya kusema hayo, mimi nawashukuru.